Watu huwa wanasema mambo yao kwa sababu wanataka kueleweka, wanatafuta msaada, wanatafuta haki, wanataka kuthibitishwa kuwa hawako peke yao. Kwa hiyo unapoitumia hiyo kama mbinu ya kuwaumiza wengine, ni athari kubwa sana katika jamii inayotuzunguka, na unatengeneza vitu ambavyo kuvimaliza inahitaji muda. Lakini kuna tofauti kati ya kuponya na kuharibu. Kuponya ni ile hali ya kueleza ukweli kwa heshima, kutafuta suluhisho, kutafuta ushauri. Lakini kuharibu ni kuchafua wengine, kusambaza siri, kulipiza kisasi kwa maneno, kutumia maumivu kwa silaha. Na hii mtu huyu mwathirika, nilisema kuna njia mbili: emotional express, alafu kuna emotional dumping. Hii ya pili ndio inaingia kwenye hii ya kueleza hisia si kwa njia ya kuponya, ila kwa njia ya kuharibu. Maana hatafuti suluhu, hatafuti ushauri, yeye anataka kuchafua wengine, kusambaza siri, kulipiza kisasi kwa maneno, jambo ambalo hata Biblia yenyewe imekataa. Na nimesoma pale kitabu cha Waefeso sura ya 4, lakini hata kitabu cha Yakobo sura ya 1 hapa nasema kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema. Na ni nukuu mstari 15 pia ya kwanza, nasema jawabu la upole hugeuza hasira. Kwa hiyo kila mmoja ana uhuru wa kusema na kutenda, na ana uwezo wa kuchagua nani anamfikia kwa changamoto yake. Lakini unapoenda kuelezea hisia kwa mtu, hakikisha unakuwa na uwezo wa kudhibiti, na iwe ni kwa lengo la kutafuta suluhu, kutafuta kupona, si kwa lengo la kuharibu. Lakini wewe pia unayepata dhamana ya kumsikiliza mtu wa namna hii, hakikisha imani ya huyu mtu kwako hauibomoi. Usitengeneze vitu ambavyo vinakuja kuathiri vizazi kwa vizazi. Tatizo lilikuwa kwa mtu mmoja, lakini baadaye linakuja kuwa kwa mtu wa pili, wa tatu na kadhalika, jambo ambalo haliwezi kuwa sawa. Kwa hiyo leo nilikuwa naangazia nyanja hii ya changamoto ambazo zinatukabili na namna ambayo tunaitumia kwenye kujielezea kwa watu kama njia ya uponyaji, na madhara yake na faida yake. Na nikazungumzia pia hata wewe ambaye unapata dhamana ya heshima ya kumsikiliza mtu wa namna hii mwenye uhitaji. Jitahidi sana kulinda ile heshima na kutunza ile heshima na thamani uliopewa. Haijalishi mtu huyo amekujaje. Hebu uwe na namna njema ya kujenga ukuta, si kubomoa tena. Waunganishe. Inawezekana ni mambo ya familia, watu wametengana, watu wana changamoto nyingi. Najua hata wewe unaza kwako, lakini ikiwa mtu amekuheshimu na kukuletea la kwake, amekuthamini na kuona kwamba unaweza kumfaa, usivunje uaminifu, usivunje hii heshima. Madhara yake nimekwisha kuyasema hapo nyuma, na kuja kutengeneza tena hii bondi ni ngumu sana, itatugharimu sana. Kwa hiyo kwa haya machache, hebu tusaidie. Ninarudia, wanasaikolojia wanasema ukomavu wa kihisia ni pamoja na kuzielewa hisia zako na kuweza kuzielekeza, si kuacha zenyewe zikudhibiti na kukupelekesha. Kwa hiyo wewe una changamoto na machungu, angalia wapi unaenda kupeleka changamoto yako. Zingatia ni nani unayemweleza. Hiyo ni kwa njia ya kutafuta uponyaji, si njia ya kuharibu. Na wewe unayepewa hizi changamoto, tunza hii heshima. Usifikie hatua ya kusambaza kila kitu.
Umepewa, jioni haijafika, umesema na mwingine, umesema na mwingine, umesema na mwingine. Kumbuka unayemwamini naye na anayemwamini zaidi. Tunaharibu mahusiano ya vizazi kwa vizazi, na changamoto zinazidi kuwa kubwa kwenye jamii kiasi cha upendo kuporomoka, na tutang'ang'ana na kusema ni shetani, lakini ni tabia zetu. Uwe na wakati mwema na Mungu akubariki.